Unawezaje kukesha usiku kucha unaomba? Hebu acha Biblia nitazame, nisikilize. Unajua kinachokupelekea mtu kuomba usiku kucha ni mzigo. Amen. Ni nini? Mzigo. Utaona ukiwa unatoka unaenda Shinyanga ukakuta watu wameweka msiba barabarani wanaomba, wanalia, unaweza ukashuka hapo ukalia? Kwamba nimeona msiba hapa na mimi nimeshuka hapa sasa, jamani, habari za hapa mfu, ni ngumu sana. Cha kwanza unapita unasema wamefiwa, unaendelea na safari zako. Yule mtu akuhusu kwa namna yoyote ile, akusumbui. Hata kama kafa mtu maarufu, kafa mtu mwenye haki pale, akusumbui, sababu huna uhusiano naye, huna mzigo naye, una chochote. Bala hata ikitokea bahati nzuri ukashuka, huwezi kulia. Amen. Huwezi kulia kwa msukuma aliyoko huko. Lakini ukifiwa na umpendaye, unafanya nini? Yale machozi yanatoka wapi? Kwa sababu ya uchungu, kwa sababu ya mzigo ulio nao. Ndio unafanya mtu alie, inamfanya mtu azimie, inamfanya mtu akatae chakula. Yule mtu ana mzigo naye. Nilikuwa napata ni message moja hapa asubuhi ya leo. Anasema mama huyu, anasema, mchungaji Robert, naomba uniombee sana. Tangu nimefiwa na mume wangu sina amani kabisa. Siwezi kula, nikila namuona, siwezi kutoka nje, na uchungu sana sana sana. Naomba hii huzuni iondoke kwangu. Kila nikimtazama mwanangu naugua. Naomba, mimi nimekuletea haja hii. Kuna wengine wanaleta matatizo ya kichwa, wanauma miguu, wanauma ukimwi. Mimi ni huzuni tu. Sasa yapata mwaka huzuni haijawahi kuniacha. Niko tu katika mazingira haya mwaka mzima, analia, ana huzuni. Sema namkumbuka muda wote, nakumbuka muda wote. Unaweza kuona shida za watu zinatofautiana. Wakati unaomba chakula, wakati unaomba gari, huyu anaomba asahau mume wake aliyekufa. Ana huzuni. Huzuni ndio inayokufanya ulie. Yesu alikesha usiku kucha kwa sababu alikuwa na mzigo wa wanadamu wenye dhambi. Ulimpelekea aombe. Biblia inasema mpaka machozi ya damu. Aliomba sana usiku kucha. Anawaleta, naomba Mungu aweze kuokoa. Yeye amejisahau kabisa. Yeye amejisahau kabisa. Anaomba juu ya watu wale, anawaleta, na huzunika, kamasi zinamtoka. Biblia inasema mpaka machozi yakamtoka. Analia kwa ajili ya roho za watu. Ni mtakatifu, wala haombei tena habari ya utakatifu wake. Anaombea habari ya roho za watu. Lakini walokole wa leo, maombi yao, ukiona mtu analia, ujue mume amemwacha, ujue mtoto amekufa, ujue biashara zake zimeharibika, ujue mambo yamemharibikia huko aliko. Kwa hiyo ndio kinamleta kanisani, analia. Anatoka Msoma, anatoka Simiyu, anatoka Shelui, anatoka Singida. Kinachomleta sio kwamba naomba nifundishwe namna ya kuokoa roho za watu. Ni mgonjwa, ana mtoto amemleta, ana ndugu amemleta, nataka aje aombewe. Ni kweli atakuja kwa sababu kuna mtu anamuhusu. Lakini roho za watu ashughuliki nazo kabisa. Kwa hiyo asilimia kubwa kwenye kanisa, kuna asilimia ndogo sana ya watu ambao wanampendeza Mungu kila nyanja. Wengi unaona kanisa limejaa kwenye mahekalu huko, wengi ni sifuri kabisa. Mungu ana furaha nao, ingawa wanavaa kama watu wa Mungu, wako kanisani, lakini Mungu hana furaha nao.
kwa sababu hawawezi kuifanya mbingu ichangamke, mbingu inyanyuke. Hawaleti watu kabisa, lakini wako kanisani wanaleta shida zao. Bwana, tugeuze Kanani, tulete shida za watu kanisani katika jina la Yesu. Tutamani kuona Kagera, Tanzania inaokolewa. Tubebe mzigo wa nchi, tubebe mzigo wa dunia, tubebe mzigo wa taifa. Tutamani kuona viongozi wa serikali wanaokoka.